Pumbavu. Nyinyi mjifanya kumpangia njia mdogo wangu Jedo. Mkajifanya onye mnaweza kule mtaani mnatamba au vipi? Sasa naanza na mmoja mmoja na maliza na mwingine pumbavu. Utanitambua mimi nani? Puuzi. Amjui na kujifunza amtaki. Ujanja pasipo na elimu sawa na ukuta wenye kreki. Kuuliza si ujinga, njia zingine hazitoki. Elimu ina uwanja pana, sio lazima mpitie darasa. Jifunze kupitia mitaa yenye maandishi zaidi ya kurasa. Cheki mnavyoishi kwa kuogopa polisi na kubadilika amtaki. Ni kweli mitaa imewalea kwa muda mrefu, ila hamwezi kana elimu kwa kutegemea uzoefu. Mnajiita wazawa huku mnauza viwanja. So muda mrefu mtakuwa watumwa kwenye nyumba za kupanga. Napenda sana sifa na umaarufu sio na faida. Amjui kuna leo na kesho, hakuna aliombiwa shida. Umaskini wa fikra ndo shida. Maisha yanahitaji elimu na ubunifu wa ziada. Amjui kesho yenu nye viumbe msisahau ibada. Mimi ndo kitabu chenu, nisomeni mwelimike. Siishi kwa ukalili, itafikia kipindi itabidi mbadilike. Mnalala mkiamka mnawaza kutoboa. Amjui mchokijua ndo kinachowafelisha maisha chini ya jua. Bado mjagundua kuna vitu hamvijui na ndo maana hamtoboi. Mazingira sio rafiki, mitaa ina mambo mengi chini ya kapeti. Wenye mamlaka mnajali keshi, hebu cheki 7 mchana kijana kavaa jaketi. Hamjui kwa nini na hamhitaji kujua. Hivi ndivyo nguvu kazi ya taifa inavyopungua na mwisho wa picha inapotea. Vijana wameanza kuzeka wao kabla mitaa iliyowalea. Nini kinaendelea? Kuna nini nyuma panzia? Hamjui kusoma alama za nyakati. Tanipa jibu gani nikiwauliza? Kinaelekea wapi kikizazi? Wangapi wamekata tamaa, ndoto zimeshuhudia wazazi. Wengine waliponzwa na tamaa, walisi labda wizi ndo kazi. Vijana ndo hazina ya mtaa, muonekano unabebwa na mavazi. Wangapi mnaishi nao kitaa na mjini hawana kazi. Hamjui wanaishi vipi na nyumbani wanakizi mahitaji. Vipi ndo? Safi, niambie ndugu yangu. Fresh. Za masiku. Tunamshukuru Mungu bwana. Vipi familia, watoto na shemeji nyumbani hapa wanasemaje? Namshukuru Mungu. Mimi, watoto wangu pamoja na mke wangu wote tuko salama. Sawa sawa. Na vipi mdogo wetu Jedo, naona sasa hivi atakuwa ameshakuwa na yeye anaanza kufanya kazi zake kama kiifani. Ndugu yangu, hicho kiumbe ambacho unakizungumzia ni kiumbe cha ulimwengu mwingine kabisa. Unamaanisha nini? Jedo sasa hivi amebadilika. Jedo amekuwa muuni wa kupindukia. Jedo sasa hivi amekuwa mkabaji.
Jedo sasa hivi amekuwa mvuta bange na muuzaji mkubwa mtaani kote hapa, wanamuugua. Jedo yeye Huyo Jedo ambaye unamtambua wewe, aliyekuwa mstaarabu, mwenye heshima zake, sasa hivi amebadilika, amekuwa mkabaji. Wewe acha tu ndugu yangu, Jedo sasa hivi amebadilika, sio Jedo ambaye yule unamjua wewe. Jedo sasa hivi ukimwambia kitu hakuelewi, kila unachomwambia yeye hakusikii. Amefikia mahali anataka hiki kibanda tukiuze. Pole sana ndugu yangu. Nimeshapoa, ndio hivyo, ndio dunia hii. Ni imani Mwenyezi Mungu anakushia mtihani. Ndio hivyo, naomba Mungu kila siku ili mradi tu apate kukaa sawa, na sitochoka, najaribu kila siku kukaa na Jedo ili mradi tu kumweka sawa. Pole sana. Shapo hapa. Kaka fundi alikuja, aliangalia vizuri gari, ila pia aliniambia kuhusu swala la mashine. Amesema ile mashine nyingine itabidi irudi huko, kwa sababu tayari ameshairekebisha, ilikuwa sawa kabisa, kwa atarudisha huko. Okay, na gharama yote alishakuorodheshea? Gharama pia aliniandikia na karatasi pia aliniachia, kwa hiyo lipo ndani. Okay, sawa, haina shida. Na vipi, mboni asubuhi ulikuwa huko ndani, ulitokea wapi? Najua tumesafiri na tushukuru Mungu kwamba tumerudi salama, na nilitoka kwenda kumuona rafiki yangu mshamba. Habari za kutangaza zimenisikitisha sana hizi. Habari gani? Yaani amekuja kuniambia kwamba Jedo amebadilika kiasi kwamba hashikiki mtaani. Jedo amekuwa mwizi hatari. Jedo amekuwa mvuta bange. Jedo amekuwa muuza bange. Yaani kiukweli nikasema hata mdogo wangu na maana kama ningemwacha hapa na yeye angebadilika hivi, ama haya ni madhaifu tu ya mtu mmoja mmoja labda. Yaani unajua Jedo huyu ambaye namjua yeye ama Jedo yupi? Kwa sababu Jedo namjua mimi ni Jedo ambaye tulimwacha kaka akiwa na focus na swala la masomo. Jedo tulikuwa tunashindana katika kusoma. Yaani leo Jedo awe muuni, Jedo avute bange, Jedo leo akabe watu. Apole. Yaani kiukweli kabisa kaka sijaelewa hapo. Na yaani Jedo amebadilika vipi katika hili? Mdogo wangu, mimi mwenyewe nilistuka kama unavyostuka hapa ninapokuhadisia. Lakini kiukweli Jedo amebadilika. Jedo amekuwa sio Jedo yule. Jedo sasa hivi kila siku anatolewa polisi. Jedo amekuwa Jedo wa matukio. Kiukweli nauma. Jedo kwa jinsi alivyokuwa na perform shule. Hapana ise. Yaani mimi nilitegemea kwamba nilipoenda kule na kurudi nitamkuta Jedo anafanikiwa fulani. Yaani mimi nilidhani kuwa sisi mbali na Jedo, hili pia vile vile tulivyokuwa katika mji mwingine. Yaani nilikuwa natarajia nikirudi nimkute Jedo amebadilika, amenipita hata kimaisha, kutokana na Jedo alikopo ni msomi mzuri. Jedo alikopo ni mtu ambaye yani hapana. Yaani kuja kunipa hizo taarifa kuwa Jedo sasa amebadilika, kikweli kabisa kunanishtua mimi. Yaani mimi nilijua labda tunachuana hata katika masuala mazima ya kuwa ya kutafuta maisha, lakini Jedo yeye amekuwa ni mtu ambaye amerudi nyuma kimaisha. Yaani amekuwa ni mtu ambaye hana mwelekeo mzuri wa maisha. Jedo kwa jinsi alivyokuwa na perform shule, kwa jinsi alivyokuwa ana maendeleo mazuri, mimi nilitarajia sasa hivi mabadiliko yake kwamba ana uwezo hata kumpita kakake mshamba kimaisha.
lakini Jedo sio yule ambayo niliyomtegemea. Ila pia niseme kitu kimoja, mi Jedo ni rafiki yangu, tena tumeshibana sana. Jedo tumesoma wote, kopo ni watu ambao tunaelewana sana katika masuala mazima ya kimaisha. Acha na mimi pia nionane na Jedo ili nijaribu kumuuliza Jedo ni nini ambacho yeye kilichobadilika mpaka kamua naye kubadilika ni nini, na kwa nini anaishi maisha yao. Haina shida, maana nyinyi ni marafiki ambao mmesoma na akili zenu zilikuwa zinaambatana, japokuwa alikuwa anakuacha kidogo kwa muda, lakini akili zenu zinaambatana. Sasa Mazari umerudi, basi unaweza kukutana naye Jedo na kukaa naye chini kwa sababu kumwelezea mawili matatu kabla anaweza kukuelewa. Basi kaka, mimi nisiseme sana zaidi ya kusema subiri mimi nikutane na Jedo, tazungumza naye then pia tutajua nini ambacho kinamsibu Jedo mpaka kubadilika na kuamua kuwa maisha ambayo sio mazuri kabisa, sio rafiki. Kwa hiyo mimi nitajaribu kuzungumza naye Jedo ndani kabisa, na kama nilivyosema hapo awali, Jedo ni mtu ambaye ananielewa sana, ni rafiki ambaye tumetoka mbali sana sana. Kwa hiyo acha nichukue fursa hii na mimi pia nikutane na Jedo ili kujua nini kinachoendelea. Kiwango. Ndio. Nakupenda sana. Nakupenda pia mimi. Sana. Ila najua ni weekend. Nataka nikufanye surprise. Wow, surprise gani tena mwanangu? Nataka tutoke. Haina shida. Maana kuna maeneo nafikiri utayapenda. Sitapendeza. Okay. Ngoja basi. Fanya mchakato hapa tu. Pokea mwanangu. Hello? Ndo mimi. Mdogo wangu. Unasema? Amekamatwa? Tatizo nini? Okay. Yuko kituo gani? Passport, nakuja. Shida nini mwanangu? Jedo amekamatwa. Si unamjua shemeji yako? Anyway, ngoja kwanza nifanye chap kwanza niwahi kwanza. Haya, twende. Nini nyuma pazia, amjui kusoma alama za nyakati, tanipa jibu gani nikiwauliza kinaelekea wapi kikizazi? Wangapi wamekata tamaa, ndoto zimeshuhudia wazazi, wengine waliponzwa na tamaa. Ala. Poa vipi? Mzima za wewe? Vipi shoga yangu, mbona asubuhi? We, unasema kweli? We, lini? Basa, subiri kidogo. Shoga yangu, hebu weka ndoo hapo chini kupe umbea wako. Simu ulikuwa naongea naye hapa shoga yangu. Huyo mwenza kalibananga huko, si kajifanya nini? Sio kajifanya suka kutona nini? Yupo huko ashamkamata wenzio, wanajua sheria ni nini, wamepeleka matubai. Amefanya nini? Unaniuliza mimi tena? Mimi mwenyewe sijui, nimepigiwa simu hapa nimeambiwa. Kwa hiyo mwenzangu utajua wewe unafanyaje. Ngoja kwa nikasikilize, niende kwa nikasikilize. Nenda kamsikilizia. Mwenzangu sio kuweka hiyo. Huyo mwanaume mwaka huu utateseka naye. Amjui na kujifunza amtaki,
Ujanja ujanja pasipo na elimu sawa na ukuta wenye crack. Ndio hivyo bwana, kulingana na jana Jumamosi nimeshindwa kupata chochote wala kupata zamani. Nimeambiwa mpaka Jumatatu takapoenda kule niende na barua serikali za mtaa kwa ajili ya zamana. Kwa hiyo napambana ili nipate barua Jumatatu twende tukamtoe yule bwana. Ndio hivyo, maana nimepambana kila hali, najaribu kuongea naye ndugu yangu, lakini hataki kunielewa. Tutafanyaje sasa? Sasa mimi nikwambie ndugu yangu, hiyo Jumatatu tutakuwa pamoja. Hamna shida. Ndio hivyo, niko kwenye harakati za kupambana nipate barua serikali za mitaa kwa ajili ya zamana, Jumatatu tukamtoe. Basi haina shida ndugu yangu. Haya, kila la heri. Haya bwana, msalimie shemeji. Haya, hamna shida ndugu. Haya bwana. Mazingira sio rafiki, mitaa ina mambo mengi chini ya kapeti. Wenye mamlaka mnajali keshi, hebu cheki 7 mchana kijana kavaa jaketi. Hamjui kwa nini na hamhitaji kujua. Hivyo ndivyo nguvu kazi ya taifa inavyokuwa. Najua leo nimekuitia hapa, kuna swala nataka nikwambie, kama kuna maongezi kitu ambacho nimekuitia hapa bro. Najua baadhi wamenipambania sana kwenye harakati zangu za umu kwa mitaa. Najua nimepigania sana, nimekuwa mtu wa kuingia ndani na kuja na vitoa, nimekuwa mtu wa kuharibu vitu vya watu na kuja na vilipia. Kwa ile tukio la mwisho ambalo nimekamatwa na kupelekwa ndani, nao nimenifuata tena sio chini ya mara 6 hiyo hapo. Nimeona bro, sasa mimi naamua kujirudi. Nimeamua kubadilika. Gaza, sitokuwepo tena kwenye matukio ya kuvuta bangi wala kuuza bangi. Sitotembea tena na visu wala mapanga mtaani. Ninahitaji sasa leo mtu ambaye anatulia nyumbani, nafanya kazi za nyumbani, nikisaidiana na Gaza. Asante. Jelo, haya maneno unayoongea ni kweli? Sio hilo tu Gaza, wengine hata ule mzee mwanangu na mzana natarajia leo au kesho kilizia Gaza, basi naweza kumtoa kule kwake na nilete hapa tuje tuishi na wote. Nimeshamuomba sana Mungu usiku na mchana, ili mradi mdogo wangu upate kuwa kwenye mstari. Naamini sasa Mungu ameamua kufungua. Mungu ameamua kujibu maombi. Namshukuru sana Mungu. Jedo, siamini, lakini nipo na wewe mdogo wangu. Nitasimamia kwa kila kitu ili mradi mdogo wangu upate kuoa. Sawa mdogo wangu? Na ninachokuahidi, nitakufungulia biashara. Sawa? Kaa fikiria biashara gani ambayo inakufaa ili unipe majibu. Sawa mdogo wangu? Asante. Najua nimefanya matukio mengi sana, nimefanya tabia nyingi sana hapa nyumbani. Natamani kupigana na Gaza yangu, au natamani kukupiga wewe
Nimefanya matukio mengi sana shemeji ndani, lakini yale yote saizi yanajirudia, yananiumiza. Kwa hiyo sina budi kazi yangu niseme tu natamani kuomba msamaha na kuomba kwa sababu kwa yote niliyokufanyia wewe shemeji ndani. Usijali, nimekusamehe leo mpaka kiama, na nipo na wewe na imani shemeji yako pia atakusamehe. Sawa mdogo wangu, usijali, nipo na wewe. Usijali. Mwanaidi, mimi nimekuita hapa, kuna jambo nataka tuongee. Najua leo inakushangaza sana kwenye macho yako kuniona nikiwa mbele yako kwa sababu ni zamani sana. So, unganipa nafasi ya kuongea na wewe. Sawa, ndio maana niko hapa na kusikiliza. Nashukuru, maana hata mimi mwenyewe sikuwa mimi, ila dhumuni la wewe kuja hapa na kukuita hapa, mimi nahitaji kukuomba msamaha kwa yale yote ambayo nilikufanyia Mwanaidi, kwa sababu mara mwisho tunaachana na wewe nilikuacha ukiwa na mimba yangu nikakimbia, na isitoshe wewe ulikuwa unanisaidia sana kwenye mambo mengi, eti ukiwa nielekeza niache usela, niache bangi, niache matendo ya kiume, yale yote ambayo nilikuwa nayafanya mtaani ni mradi mimi naweza kuwa na wewe, lakini sijaiko kusikiliza hata siku moja. Vile vitu bwana nimeamua kuachana navyo kwa sababu nimeona usela una maana tena. Usela hujanisaidia chochote kwenye maisha yangu. Nimekuwa mtu ambao kuambulia vipigo, nimekuwa mtu ambaye naambulia masemango kwa watu, hata jamii ilikuwa inaanza kunitenga kwa matendo yangu. Mara leo nimekamatwa na askari, mara nimepelekwa kituo cha polisi, mara hivi, mara ya mwisho nimekuja kunitoa jela ukiwa wewe kaka pamoja na shemeji. Mwanaidi, mimi nimeamua nimrudie Mungu wangu. Nimeamua nirudi tena kama mwanzo, kwa sababu baba aliniacha nikiwa mtu ambaye niko safi, mama aliniacha ni mtu ambaye niko safi, ila nilibadilika badala tu ya wazazi wangu kupotea. Hivyo basi nimekuja hapa Mwanaidi, nimekuja kukuomba msamaha kwa yale yote ambayo nimekufanyia. Naomba unisamehe sana mpenzi wangu Mwanaidi. Je, unazungumza upo serious kweli? Mwanaidi, nisingekuja hapa, na sidhani wewe mwenyewe leo unanionaje, kwa sababu mwanzo ulikuwa unaniogopa. Mwanzo ulikuwa ukiniona unanikimbia. Nimefanya matukio mengi sana ambayo jamii tu yenyewe ilikuwa inaniogopa, lakini leo nimekuita wewe, nimejirudi. Kweli? Anachoongea na maanisha? Na kitu cha mwisho ambacho kijui, Mwanaidi, mimi nahitaji tufunge ndoa. Kweli? Kweli Mwanaidi. Sawa, haina shida. So umeona, nimekwambia tulia, sawa? Mtoto mzuri unatembea na kiswaswadu, achia mwenyewe mkono. Siletee maswala uzuri hapa. Tulia. Nitakupiga vibao ukasimulie huko. Utaama masabia, unapita pita mchana hapo unachukulia poa nini? Unachukua za kiaunda nini? Cheese, sura baya. Una nini kingine? Ha? Hapa. Na vua hivyo viatu. Una nini kingine? Hauna? Na ukipita huko mtaani kote usimwambie mtu wote kama nimekukaba, sawa? Ukiona sura hii popote, uone kama unaona magari, si ndio? Magari. Sawa. Tupotea.
Mtoto mkubwa atembea na swaswadu baya utembea. Adana ndiye na kisimu gani hizo? Amjui na kujifunza amtaki, janja ujanja pasipo na elimu sawa na ukuta wenye kreki. Kuuliza si ujinga, njia zingine hazitoki. Elimu ina uwanja pana, sio lazima mpitie darasa. Jifunze kupitia mitaa yenye maandishi zaidi ya kurasa. Cheki mnavyoishi kwa kuogopa polisi na kubadilika amtaki. Ni kweli mitaa imewalea kwa muda mrefu, ila hamwezi kana elimu kwa kutegemea uzoefu. Mnajiita wazawa huku mnauza viwanja, so muda mrefu mtakuwa watumwa kwenye nyumba za kupanga. Napenda sana sifa na umaarufu so na faida. Amjui kuna leo na kesho, hakuna leo mbiwa shida. Umaskini wa fikra ndo shida, maisha yanahitaji elimu na ubunifu wa ziada. Amjui kesho yenu nye viumbe, msisahau ibada. Mendo kitabu chenu nisomeni mwelimike, siishi kwa ukalili, itafikia kipindi itabidi mbadilike. Mnalala mkiamka mnawaza kutoboa, amjui mchokijua ndo kinachowafelisha maisha chini ya jua. Bado mjagundua kuna vitu hamvijui na ndo maana mtoboi. Mazingira sio rafiki, mitaa ina mambo mengi chini ya kapeti. Wenye mamlaka mnajali keshi, hebu cheki 7 mchana kijana kavaa jaketi.